Na mtazamaji, alikuwa masaa sita ya dhiki, masaa sita ya kero katikati mwa mji wa Nairobi. Mtazamaji, hali ikiwa kama hii, waliokuwa wameegesha magari yakisombwa na maji, waliokuwa wanaendesha gari wakilazimika kuweza kutoa maji ndani ya magari yao, wengine wakibadilisha barabara kuwa bahari wakipiga mbinzi kutafuta hifadhi. Mwisho wa kwisha asubuhi yake, hii ndipo hali ilivyokuwa. Hali imebadilika, hasara kubwa ya mali na pia vile vile ikiwa ni picha ambayo wengi wa Nairobi hawataki ijirudie katika siku hii ya leo. Sijui hali hii, Lulu, inazalisha takwimu gani katika upande wako? Na mama, kwa hakika mtazamaji, ilikuwa ni hali ya kusikitisha, na kama unavyoona mtazamaji, takriban watu 25 wamefariki hapa jijini Nairobi, na tukiarifiwa kwamba kwa hivi sasa juhudi za uokoaji zinaendelea hapa jijini Nairobi. Lakini mbali na haya mtazamaji, ni mitaa mingi iliyoweza kuathirika kutokana na mvua kubwa iliyonyesha hapo jana usiku. Ni eneo la Grogon, Kibra, South B, Pipeline, Embakasi, Westlands, Mukuru, Huruma, South C na Parklands pia waliweza kuathirika pakubwa na mvua kubwa ambayo ilikuwa ikinyesha. Mbali na hapo mtazamaji, barabara tofauti pia zilikuwa na athari kubwa, ikiwa miongoni mwao ni Uhuru Highway, Mombasa Road, barabara ya Jogoo, barabara ya Enterprise na Thika Super Highway. Lakini tukiachana na hayo mtazamaji, ni kwamba mvua ikiendelea kushuhudiwa, maeneo tofauti pia yanaendelea kupata ile athari yake, ikiwemo mbali na Nairobi, eneo la Kiambu, Kisumu, Busia, Kajiado, Machakos, Siaya na Homa Bay pia mtazamaji wameweza kuathirika pakubwa kutokana na mvua kubwa iliyoanza kunyesha kuanzia hapo jana. Ikumbukwe kwamba mvua hii kubwa, Rashid, naarifiwa kwamba hadi tarehe 9 iposa labda kidogo itaweza kupungua makali yake. Na mwenyewe anasema wacha inyeshe tujue pavuja hapo, lakini hapa Nairobi wacha inyeshe tukimbie, manake tuondoke pale panapovuja. Mtazamaji, je, ni wimbo ambao hauna badiliko la kiitikio? Je, ni mapuuza na utepetevu? Je, ni shida ambayo kamwe haina utatuzi, au ni mzani wa mwenye nguvu nipishe dhidi ya mnyonge msonge? Iweje iwe hivyo kila msimu wa mvua? Mbona imekuwa kawaida mbaya ya mali kuharibika na mauti kushuhudiwa kila kunaponyesha mvua? Je, hatujajifunza na nyakati za mvua zilizopita? Je, hatukupata utabiri wa mvua hii, au hatuna la kufanya? Je, nani wa kuwajibishwa kwa hili? Na mathalan, hadithi ya Nairobi imekuwa tofauti ya watu dhidi ya miundo msingi inayoaminika ni ya zamani. Sawa, tuchukulie maelezo haya ni ya kweli. Je, inamaanisha hakuna suluhisho? Je, ina maana hakuna utatuzi? Na mtazamaji, kwa kuwa watu ni wengi na miundo msingi uliopo unakidhia watu wachache, basi watu wataabike au kufariki kupitia mafuriko. Kesho utasikia kuna kamati imeundwa kushughulikia madhara haya. Kesho utasikia lipo jopo kazi kuangazia miundo mbinu na miundo msingi iliyopo. Lakini je, kesho kutakuwa na jopo la kurudisha uhai? Je, ipo kamati ya kufufua waliokufa? Na je, ipo baraza la kuwalipa ada waliopoteza mali au makao yao? Na mtazamaji, ifike wakati tuache mzaa na uhai. Imefika muda tusichezee shere wa Kenya. Na imefika wakati tuseme tosha. Hii ni hatari. Hii ni kusudi. Huu ni unyonge.